Samaria. Watu wengine walikuwa wakiuona, wanaona ni mji mzuri, wanaona ni mji unapendeza, mji mzuri unapendeza, watu wanafanya shughuli zao, watu wanafanya biashara zao, kila kitu kinaenda sawa. Lakini kwa macho ya Yesu aliutazama ule mji, akawahurumia wale watu, akasikitika, kwa sababu wale watu wamejiliwa na hawakujua majira ya kujiliwa kwao. Yesu anawaambia, laiti mngelijua, yani kama mngejua yale ambayo yatakayokuja mbele yenu, lakini sasa hamyafahamu na yamefungwa, yamekuwa kama fumbo, yamezuiwa, hamsiyajue. Bwana Yesu atusaidie sana. Kati ya kitu ambacho ni hatari, ambacho unaweza ukaingia katika hatari kubwa, ni hatari ya kutokujua majira ya kupasayo kufanya ni nini, ni kitu gani unapaswa kufanya sasa hivi. Usipojua hicho, basi utakuwa kwenye hatari, na watu watakuwa wanaishi na wewe utakuwa unaishi tofauti. Mungu atusaidie sana. Inafika kuna majira ambayo anafika kijana, unatakiwa uoe au uolewe. Hayo majira yakifika, yani kama ni bitu, kila mtu atakufuata, kila mtu atakusemesha, maana unavutia, maana uko vizuri, na kila mtu atatamani kuongea na wewe. Sasa haya majira, ndugu yangu, yakipita, utaanza kutamani wale watu, mbona siwaoni, mbona hawaji tena, mbona sisemeshwi tena. Yale majira yamepita. Ndugu yangu unanisikia, yako majira ya kuoa. Yale majira yanapofika, unatakiwa uchukue hatua mapema. Yakipita, yamepita. Wakati wengine wanalea, wanapeleka watoto wao shule, wewe ndio unaanza kuwaza, ningekuwa kipindi kile fulani alikuja, kipindi kile. Majira hayo yanakuwa yamepita. Mungu atusaidie sana. Sasa mimi siongelei majira hayo, naongea majira ambayo unapaswa kuyaelewa. Majira haya ni majira ya kufanya jambo gani, na nyakati hizi ni nyakati za kufanya jambo gani. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Usipishane na majira, ni kitu kizuri sana. Majira ni jambo zuri sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Majira alipofika, Yesu akazaliwa. Bwana asifiwe. Akaja duniani. Ilikuwa ni majira yake ya kuja duniani. Manabii walitabiri ya kwamba tunamuona, lakini si sasa. Miaka ikaenda, Isaya akasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, lakini ya kuzaliwa kipindi kile cha Isaya. Akasema, kwa maana jinsi tumepata mtoto wa kiume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, lakini ule mtoto hakupatikana kipindi hicho. Ikaenda miaka na miaka. Majira yalipotimia, Mariamu akatokewa na malaika, akaambiwa sasa ndio majira yenyewe ya wewe kupata kile ambacho Mungu amekusudia. Anasema, litawezekanaje jambo hili? Mwana, ni majira, litawezekana tu. Majira yenyewe, kama ni majira yenyewe, jambo hili litawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Majira yale yakatumia, Yesu Kristo akaja duniani kwa majira yale yale, akatimiza kile ambacho amekusudia na kile ambacho kimemleta. Majira yale yakapita, yakaja majira mengine ya mitume wakakaa wakahubiri Injili. Majira yale yakapita. Sasa hivi ni majira yangu mimi na wewe. Sikiliza nikwambie, majira haya ndio Mungu amekusudia uweze kusikia habari njema, uweze kusikia Injili iokoayo, Injili ya Yesu Kristo. Ndio maana Mungu amekusudia wewe uwepo mahali hapa jioni ya leo. Ndio majira ambayo Mungu amekusudia. Maandiko yanasema ya kwamba mambo haya yamefichwa machoni pao. Sikia nikwambia, unaweza ukawa unaona, lakini yako mambo yamefichwa kwenye maisha yako usiyatambue. Inahitaji uweze kufunuliwa, uweze kuelewa sasa hivi napaswa kufanya nini, sasa hivi napaswa kusema nini. Sio kila kitu cha kusema, sio kila mahali pa kusema. Nimezungumza leo kwenye ibada, sio kila mahali pa kwenda. Mtu wa Mungu, sio kila kitu cha kula. Kuna wakati na majira ambayo Mungu ameyaweka kwenye ulimwengu
Maandiko yanasema ya kwamba Yohana akafunuliwa habari za mbinguni. Kama asingefunuliwa, tusingejua kama kuna mbingu mpya na nchi mpya. Ni majira yalifika, akafunuliwa na tukayajua. Tuna mkono juu kabisa. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Naomba unipokee kama nilivyo, na matatizo yangu na dhambi zangu na mizigo yangu. Unitue mizigo yote inayotesa maisha yangu. Ninakuamini Yesu, ninakukubali Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nimeamua kukufuata. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike sasa kwenye kitabu cha uzima. Nimeamua kutoka ndani ya moyo wangu kukufuata wewe, na sitarudi nyuma, Kuanzia leo mimi ni mali yako. Utakase moyo wangu, unisafishe kwa damu yako, niwe safi. Kila uchafu ndani ya moyo wangu, mawazo mabaya, tamaa mbaya, kuanzia leo unitakase, unisamehe, unisafishe. Kuanzia leo unifanye kiumbe kipya, Bwana Yesu, ninakupenda. Asante kwa kunifia, asante kwa kumwaga damu yako, asante kwa kunipenda, katika jina la Yesu, amen. Baba, ninasema asante kwa ajili ya nafsi hizi ambazo zimekiri na kuamini. Baba, umesema iko furaha kubwa mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anapotubu. Asante kwa watoto wako hawa ambao wamefanyika sehemu ya familia katika ufalme wa Mungu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu ukafuatilie kila nafsi hii Bwana, isipotee katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema hakuna atakayekuja kwako ukamtupa nje. Baba, ninaomba katika jina la Yesu ukawalinde watoto wako Bwana, walinde dhidi ya majaribu na vishawishi, dhidi ya kila uovu ulioko duniani katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukawatenge na uharibifu, ukawatenge na uovu katika jina la Yesu. Achilia neema yako na nguvu ya Roho Mtakatifu ikae juu yao Bwana, ikawape nguvu ya kushinda dhambi na kila aina ya ubaya katika jina la Yesu. Wape maisha ya